isaa cia vilingi wa mauvo. Nisialilika mwendoni wa saa 3:30 cia wakeli wa matuko 15 mwai wa muonza mwaka wa 2025. Ni mauvo alatimanengie buito nthini wa vilingi wa mauvo. Alatukumbanesie ni vamwe na Atongoi maulei kumukania Ruto kwa kuvathula mbai ya Ekuyu maithingilila kumwinu cha 2027. President Ruto kuvuthisia nthu ciake cia uteti aithingilila kuthesia ngalama ya mikalile. Minister Murkomen kwa sekanava imwe ya witikilitie volisi kuvithukia kana kuwa mwene nthi. Na ngavana Malombe kwa thana kuthinikia mathina ma uiti kauntini ya Kitui. vilingi wa mauvo. Tambile vilingi wa mauvonya ni tawa Caroline Mweni wa mutetini dhiwandi chedhani sana keteresia mwende uloku unengelelea vilingi kwanzia ya meko na tambile atongo ima ulei matongo iwe ni Stephen Kalonzo Musyoka ni matula mutis likali ya Kenya kwanza kwa kwenda kuvathula mbai ya Ekuyu maiweta kana mathina mekumbilite a Kenya onde na kana maisa kwitikila unena ni ula wende kusukume wa nundu unena ni ula wivo oyu ni waku mwenu cha President William Ruto 2027. Okavindani kauna mwatongo ya alama kwetemba uchama cha Rigathi Gachagua cha DCP ni mamwenda President Ruto aeke kumatisya na kana ni mevangite undu makamwenu cha unyuvanini 2027. Joseph Kitheke na mauvo. Atongo ya maulei mainena na nende kwa Kiambu itina wa mathiko maka mwili utuko kuwa miaka 12 kwesitwa Bridget Joki kalakana atiwe ni thayu itina wa kuwathwa na kisasi ke nyumba muthenyani ula kune maandamano ma sabasaba ni mamwenda President William Ruto aeke kuvathula mbai imwe va Kenya. Kalonzo Musyoka iweta kana timbai ya kuyuithana thina yoka ationi ya Kenya onthe. Mazungumzo dawa ni moja, Kasongo awe one time, Jameni one time, Jama one time, na tutakoma hapo. Ni lazima nchi waweze kusema wakiwa watu na kusema ni Wakikuyu ndio wako na shida, sio Wakikuyu ni Kenya mzima. Uwezi tena, hatutakubali profiling ya jamii. Sisi zote ni Wakenya. Mutongoi wa DAP Eugene Wamalwa nake ni walula muti serikali kwa kwitikila uwani wende aiweta kana ni amuika aingi mowaitwe ni serikali hii. Na sisi tunasema sio Joki vile mmesikia Mwangi pia tumepita kwao pia alipigwa risasi. Alikuwa anaenda kwa duka kuchukua unga, dadake amenunua mboga anampelekea unga wapike chakula cha jioni. Ameuawa hapa Jubilee. Mimi nimetoka kule Western, kuna kijana anaitwa Kenneth Wafula alikuwa Karatina kwa gym anapiga tizi kwa gym. Askari wanafiatiwa risasi kwa njia ya kiholela. Wafula amepigwa akiwa gym, ameuawa, tumemzika pale Webuye. Okavinane kauna mwatongo ya lama kwetemba uchama cha DCP Evo Senator wa Nyandarua John Medhu mainena kwa Kajiado ni mamwenda President Ruto aeke kumatisya na kanani maminete kuivanga kumwinu cha mwakani wa 2025. Wewe Kasongo wewe, nataka nikwambie wewe Kasongo, sisi tunakuheshimu lakini hatukuogopi, na tunakwambia na tumekwambia siku nyingi, wacha kushinda ukitisha watu ukikwambia enough is enough. Watu ya Kenya umewafinya na wamelia siku nyingi kuliko. Wacha kuongea na hasira ati kwa sababu umekasirika. Sisi tulikukasirisha zamani. Wakati unao watoto wetu sisi tunakasirika. Wakati unaongeza bei ya maisha sisi tunakasirika. Wacha kushinda ukituambia ati tutakuona. Sisi wenyewe tumeshakupangia wewe Kasongo. Ni vile huna habari. Sisi tumeshakupangia wewe Kasongo. Ni vile huna habari wewe. Wewe Kasongo tumekupangia. Ni vile unajifanya mwerevu wewe. Ikifika 2022, 2027 Kasongo aende nyumbani ama asiende? Hatusemi one term bure. Tunasema one term kwa sababu fulani. Tunasema one term
Kasongo aende nyumbani, kwa sababu hatutaki serikali ya kuua watoto wetu. You cannot be a president and tell people enough is enough. Ukipewa uongozi, unaambia watoto wako kwa boma ati enough is enough. Si wewe ndio rais? Kama wewe ni rais, si umalize mambo ya kuua vijana. Kama wewe ni rais, si umalize mambo ya extrajudicial killing. Ati rais mzima anasema piga vijana risasi ya mguu. Ushawahi kusikia namna hiyo? Joseph Githeka, ngilivote Vilingi wa Mauvoo, Mutongoi TV. President William Ruto ni wathuthia a Kenya ayasya vai vata wa kwendea kuvuthia nthi ya Kenya nundu yikati wa nthi la siende nesa ayasya ni wikite kithito kinene kwikithia nthi ya Kenya ni yasonga na mbe vala wakathi ya muvango wa waki wa nyumba cia tho wa munini aiweta kana mivango ila uvaniye kwikithia ngalama ya mikalile ni yathe ya na kutethia a Kenya. Ruto ingi ni wendekethia makambuni alame kwa kanyumba cia tho wa munini makalatange milatio kieleloni cha kunenga amwi kama wia Lina Musangi na Mauvo. Onena nzini wesesoi musumbi William Ruto nuwetie vaivata wakuona nzi ya Kenya taiende nai musumbi odhuthi ya Kenya kuweka kuvuthia nzio weta Kenya taimwe kati wa nzi ila siende yenesa. We need to speak as Kenyans. We must reject this negativity. Our country is a great country, my friends. Let nobody lie to you. You know, when you hear people speak, it is as if Kenya is the worst country in the world. Far from it, I can tell you. We are a great country. Not many countries can achieve what we have achieved. Not many countries can achieve what we have achieved in housing in 1.5 years. Yes. We are a great country, and we must reject those who want to tell us otherwise. Sumbi aweta tawiki itevitiku ikithe kananzi ini ya songa nambe ingio kunia maleve muradi wake wakwaka nyumba siande vinini kana affordable housing. Kenya is a failed state. Which failed state? Where? Do you know what a failed state looks like? So, let me tell you that my commitment to the transformation of this country is not reversible. Nothing is going to stop me from driving the transformation that is going to change Kenya and take us where we have always wanted to go. Lwewe itavena mintalatila ila ya ile ya kuikithe kana garama ya mekalile ni ya the yanga. From stabilizing the economy, and I want to assure you that we are working meticulously to make sure that our economy is sound. I am very clear in my mind what we need to do on making sure that we have a sound economic platform to work on to drive our transformation. Ingi othingilila vata wa kuongelangwa kwa kambuni ila siku waka nyumba isa ndivinini nokenda kukalata muradi yengi kuendea na kumamanzia mui kama wea. We need to scale up the number of companies that are participating in this environment. Because when we started, we had to start with a few. 39 consortia. We now need to take that to between 60 and 70. So we will be bringing on board more companies, more professional companies, engineering firms, architects, we will be bringing design companies and all the other real estate professionals, and we'll be bringing them on board. Guripoti ya Vilingi wa Mauvo ni Lina Musangi.
Tuilekania na mavuasu amwika munomose wa jenzi ni makulwa meyandikithie kwa wingita ako ni makula ni kana kumumio tongo ini President William Ruto usakuanini munene wa mwaka wa 2027. Ainene ya soko ni wakathonzweni ndongo ya kakaundini Makueni Rose Museo ni wamenda amwika kwambia kuosa ivandi kwa wingi nikenda kuyandikithia ata ako ni makula ndetu ilasi akwatwa mbau ni speaker wa mbunge ya Makueni Douglas Mbilu Ken Mulinge na mauvo. Andros musinana na watani vinda serikali kwithukisia mwika majenzi na kwekona nanya yuloa maondo alame thita mayukile maunungu nusio moto kosakanua mawea na kwa makufikika kisomo cha universities. Kwa mwika musi imeenda kosa kula nekana kusa kwa tongo ilame kuya mawendi maene ndhimbe usakoni nituendete. Mbinu ya kupiga risasi sio dawa. Dawa ni kuwaita na kuweza kuzungumza na wazazi wao ambao ni viongozi ili ukaweze kuwaita vijana waongee na wao. Na nisema kwamba hata kama hatumtaki Rais Ruto, dawa ya yeye kumtoa ni kumtoa na kura. Kila mmoja atapiga kura yake aseme kwamba sipigi huyu napigia huyu. Tunaelewana? Mambo ya kuleta vita na kupigana. Katika nchi ya Kenya kuna walemavu hawezi kukimbia. Katika nchi ya Kenya kuna wamama na wazee hawezi kukimbia. Katika nchi ya Kenya kuna watoto wakati wa vita hawezi kukimbia. Kwa hivyo nchi yetu tunaipenda, tukaweze kukaa vizuri, tukaweze kuleta pamoja, tukaweze kuelewana ili mambo yasiwe mabaya. Speaker wa mbunge ya kaunti ya Makueni Douglas Mbilu weta serikali ya Kenya kwanza na yemeto na weweta ni vinda kuvindo tena kunenga tongo imanga liko livu swa kutongo sia. Vaivi ethakanze kesia kana President William Ruto aendelee kusima ndongo ya chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka kuthukuma nake. Pamoja na ulawe minister wa sasa iwandhini Dr. Fred Matiang'i. Ati inasemekana kuna mkutano ilikuwa mahali. Alafu Rais akasema tutaongea na Mheshimiwa Kalonzo, Maraga, Eugene Wamalwa na Tembea tuko na dialogue ndio tuunde serikali. Mheshimiwa Museo, you sit in serious meetings. Ya Wiper na United Opposition. I know the problem is because Gachagua alienda akakuwa na rally kubwa Amerika kuliko ya Emali. That is the problem. Bilo ithingilila ngaliko ile ende kwekala yendo mweweta manifesto na ambaye moya ngaliko ile ine kumuvetanga President William Ruto utongo ine wandhi ya Kenya. Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Mithika Linturi, Rigathi Gachagua na wale wengine Martha Karua is a united opposition with one mission. Na mission yao ni kuondoa Ruto president kwa kiti 2027. Wakalishe moja wao. Na saa hii hatupeani manifesto, wanasema tuwaambie tutafanya nini. Hapana, wanataka kuliki mtihani wa leak. We are not going to show you our manifesto. We will declare it because it may disappear like the votes. Mnataka tuwaoneshe manifesto ndio zipotea kama kura. No, our agenda now it is to unite and remove you. When we remove you, we will reveal the manifesto. And the only manifesto iko ya Kenya ndio tuondoe shida ya Kenya ni kusema Ruto in 2027 he must go. Mutongo TV kumakathonzo ni kaunti ya Makueni. Nyini tawa Mulinge. Minister Muveani wosese iwandhini Kipchumba Murkomen ni wasakana vaimwe ya onomu witikilitie maofisa mavolisi kutwa isya umamai kana kuwa Kenya aithingilila kana evito yo ndaye mokonete afisa wa volisi kuwa Kenya ya ilite kukunikilwa na kuwatewa. Murkomen wa ilisia siko kauta siya enende kuwa wana maofisa mavolisi kuumiwa miatianioni aya siya siko tai siya ilite vandhi ya Kenya. Ben Musau na mauvo. Minister Muveani wa usese iwandhini Kipchumba Murkomen
ni waendeea na kuumania maandamano ala manakusiwa kwi matuku 25 mwai wa thanthatu na matuku 7 mwai wa muonza kuwa yumbula isese cia polisi 16 ta ciavithukiiwe na kuvivwa na kutiwa na wanangiko munene. Murkomen iweta uta unyamasio kwa nthi na vala umio kanyo muvyo wa ciiko ithi aiwereta muisio kwa usesei wa nthi na vala wongelengela kuweta mavuti kauta tamoyiwe na maofisi ma serikali kwa nangwa. 42 Kenyans regrettably lost their lives and close to 600 were injured. Out of these injuries, 496 were law enforcement officers. This is unacceptable. One life lost is one too many. We mourn every life lost and extend our deepest sympathies and heartfelt condolences to the affected families. To those who suffered injuries, loss and trauma on those 2 fateful days of sheer terror, we stay poleni sana. Kati wa isio ile inakunikia muno ni maandamano ayo ni vamwe na Dagoreti ala mavuti 5 moyiwe na nyumba cia maofisa ma polisi kuvivwa avale vuti yemwe kati wa aya mang'eiwe na atwa isio ng'eikuya musini wa Naivasha. This disturbing trend of targeting police stations, stealing firearms and ammunition points to a coordinated attempt to subvert the state's ability to guarantee law, order and public safety. When a police post or a station is raided or razed, it leaves the public at the mercy of dangerous criminals. Kuya matu maofisa 8 ni maumeiwe na wanangiko wa kisese kikutwaiwa na vala sililwe 18 maminete na usikatwa kotini. June 25th, a rowdy group of youth attacked Matu police station, leaving 8 officers injured and several government vehicles damaged. That is in Machakos County. The building housing the station was also destroyed. 18 suspects have been charged in connection with this attack. In Machakos County, 66 suspects linked to torching of gas tanker along Kitui Road on 7th July have also been arrested and charged. Kuwa yumiokani wa sieko ithi, iwera nonginya ithinikiwa kiemiao na nonginya serikali yungame na kutumania muguo ovamwe na kusuvia mivea ya serikali. Those who incited, organized, funded or executed these attacks will face the full force of the law. The financiers and political sponsors of this mayhem are being investigated and will soon answer for their crimes. Cognizant of the raging debate and national concerns on the use of force by security personnel, I will this Friday, pursuant to Article 245(4) of the Constitution, be issuing a policy directive to the Inspector General of Police on the use of force and firearm by law enforcement officers. Vilingi wa Mavomu Tongoi TV nyanita wa Ben Musau. Musaisia mwendo watu ilekanya na movu asumake Ben Musau tuambe kosa udhumu munini ni tushokethetie na mauvombe yangendu kathivasa. Mukamba ni wese uimane uthui na kwa uo ndo ilite kubatithia na uima waku wa mwi. Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nizo kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoetie kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa ki-science nituita mauki bathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, arthritis, kulea kusia kwa mbatoni ndakame, kukosa bina wa kiume, mauma kekonde, asthma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauange. Komana na Herbal Dr. Mwithia kila chuma pa uikala wakwambili
twalile matuku na mwei wa Mwanza twikabati kwa Kanolndu kuthengeana na ATM ya Equity. Wakele matuku na 5 twitala kuthengeana na Flavors Restaurant kati wa Total Petrol Station na Eastmart Supermarket. Wakatatu matuku na 3 twima 2 stage kwa kinatwa Sacco Booking Office kuthengeana na Matumat Supermarket. Oingi wakatatu suwa matuku na 3 twimwingi Fathers Hotel kungethanisia na Osavina Petrol Station Oyulexo. Wakana matuku na Mwanza twikitwi Mulimol Golobambe Ovisi na Bemengo 5 na 4 kungethanisia na bengi wa Equity. Wakatano matuku na 8 twima Sacco Complex Inn kuthengeania na Rafi Supermarket kuthengeania na Cooperative Bank. Na wathandatu matuku na 9 twilobi Mulolongo kuthengeania na 3D Hotel kwa flavor ya yellow. Kwa mauvombe ange tuthoke maovisi na maitu kana tukonesimu kwesela noti Mwanza ile emwa noti kenda noti kana noti Mwanza na ina ile 55 kana tuandikie SMS kana WhatsApp kwesela noti Mwanza emwa noti kenda noti nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Nitwasokithia museisya mwendwa twambililie amwema amemba machama cha UDA Mombasa yumenda ndongo ya chama cha ODM Raila Odinga akwate kuoko yana kwa yana silikali la yivo ni kanadianisia agenda ya maendeleo na umwe otondu wa mwiwano kati wa ODM na UDA. Mainena na andiki mama uvo matongo iwe ni Mohamed Ahmed ni maelesia taundu wa kumachamuno kuona mwandiki chamani cha ODM Edwin Sifuna aende kuvua silikali ona kwithiwa chama chake kinengetwe mwana nzamani ya maminista Angelina Musena Mauvo. Mainena na andiki mama uvo matongo ni Mohamed Ahmed ni mawetekana ni undoa kumacha kuona mwandiki munene chamani cha ODM Edwin Sifuna kuikala ivu dhisi ya serikali unaitino atongo yamwe kuma chamani kiikusa kuwa tamaminista serikali ni ya Kenya Kwanza. Sifuna ni mtu akiwa kwenye maki ni kiongozi wa ODM, lakini sasa ukiangalia wakati wa bosi wake akiwa na rais, yeye anamkosoa rais na anapinga agenda na anakuwa sasa anaenda kinyume na matakwa ya rais. Yani imekuwa sasa ni kumtia Ruto joto sasa zote, ambapo haistahili. Jamaa tumetana, tushikane, tulisukume gurudumu kwa pamoja, ni tuelewane, na kama kuna shida yote tukae chini kwenye meza tujue shida itokea wapi turekebishe. Mawetekana yu amama atongo chamani cha ODM yithi toma ikwata mbau milati na mivango ya President William Ruto undu violate na kutuma President William Ruto oneka tauteanesi ama wadho make. Ili hali wamepata vyeo ambao viko kwenye krimu, wamekaa badala ya kuangalia rais wetu kila kukicha watu wanamkejeli na watu wanamuingilia, na wao wanastahili kwa sababu wako ndani ya serikali wasaidiane. Ile kitu tunataka, tunajua rais wetu ni mzalendo, alifanya hivi kwa kuleta amani. Bosi wake ni kwanza yeye ndo affected kisha impatia rais, lakini leo hii rais amekuwa anapigwa indirect, hakuna mwenye kumokoa, na ndani ya broad base kuna watu wanampinga, wanamkosoa rais, wanamkajeli. Leo paka mwisho rais anapigwa maviatu, watu wamenyamaza kimya. Ni haionyeshi ishara mzuri kwa taifa hiyo. Kwa hivyo Onaguo voko ni uthukumi wa Kenya Ports Authority ni mawetekana vyo na namba nene ya ene mavutio vatena gitumi na atongo kuma chamani cha ODM na alama sa kuitota maminista serikali ni ya Kenya Kwanza na ala ni makuma county ya Kisiwani mayali kilila katika na kumanyaki cha endeye. Sisi tuwa hapa pwani, rais ametuangalia kupatia sisi nafasi ya nani, nafasi ya waziri. Lakini rais, mahali popote ulipo tunataka usikize, kuna watu waliofutwa kazi KPA 247 mpaka leo hawajarudi kazini. Na hapa Mombasa tuko na wakubwa, tuko na mawaziri, tuko na wabunge hawatetii wanyonge. Kuna watu walifutwa kazi bila ya kosa. Na hii issue tunakurezea wewe uje uangalie ama useme order tu, watu wanacheki namba zao waregee kazini. 247 wako nje paka wa leo. Watu walifutwa kazi bila sababu. Ngilivote ya vilingi wa Mauvo kuma kauntini ya Mombasa ni itawa Angelina Musena.
Tuikilanilia kaunti ya Kitui, gavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Malombe ni wathana kuthinikia mathina alama ende na kwikumbila kalima kaunti su ivindani jelame umantha uiti kumana na mema maofisa ma uiti na alame utuma awo hospitalini cia kimbene kukwata uiti meyeunemo ene ainena itina wa kwikia saiwi wano wa uthukumi na minister make. Malombe ni wetikilana kana ni vethitwe na mathina mailovia na matumite vethiwa na mawumo makwailia uiti kauntini ya Kitui indi serikali yake nijiende kuthinikia mathina su nikanda kusuvia awau na kutungia wikwatio wa sivitali cia serikali. Onesmus Chalo na mauvo. Wakati nilikuwa Gavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Malombe no amekithisia ende kaunti ya Kitui kana nukumina mathina ala mehwelete masipitali ma kaunti ya Kitui ala kwina ntheke kana mumathukumi sipitali ni cia kaunti ya Kitui methite metuma awau sipitali ni cianza cia kimbene kukwata uiti kwa na muno uiti wa ithimo. Ainena itina kwikia saia mwetikala make uthukumi na nzama ya kiama minista ama uthukumi ala makumu mwaka ni wa 2005 Malombe no avikana kuweta kukosekana kwa mbesa kuma serikali nene kuvingisite vanena uthukumu wa serikali cia kaunti na muno muthiani wa uiti wa serikali ni kaunti ya Kitui. Ni kweli hatutaki kuficha, kiendelea mbele tutaangalia systems zetu by automating them and make sure hiyo ifanyiki, na pia kuongea na maafisa wetu hizo isifanyike. Hata saa ingine watu wanaenda huko na vipimo viko, siti zikani ziko, kirei ziko, na saa ingine watu wanaambiwa waende mahali ingine private wakapimiwe huko, na hospitali ziko. Hiyo tabia kwa sababu tulikuta iko huko, tutaendelea ona wiyovo ni wekithisia ene kana serikali yake ni ikite mivango miande ya kumina kio masibitalini na kutungia mwekio wa ene na sibitali cia kaunti ya Kitui vala wetakana matama vende makuosi wa thukumi ma serikali kana sibitali alave kwatikana mende seso ya kutuma ene kukwata uiti sibitalini cia kimbene nza wa sibitali. Saa ingine uchukui nyundo kubwa upige watu, lazima uongee nao uendelee, lakini ikifika mahali ukiona awarekebishe, tutafanya vile tulifanya na wale tuli-release waende. Okay? Tunahofia ya kwamba tutafika kiwango hicho, watu watarekebisha. Mambo yame-improve, but they are not 100%. Unajua ukikuta kitu ambacho akifanyi kazi vile inatakiwa, hata ukifix akiwezi kuja 100% mara moja. Ungali areas ambazo zinataka improvement. Malombe no amenda amemanza mayake ama minister kuthukuma kwana na amewetikana mavikena kwikia iweta kana olono thio tena ki ndena kianle cha kuthukuma serikali ni yake na ndokumovya tanga. Kila minister treki ya niasa hii, minister na governor Chiluila ministry ika minister atongoeti na mbesa ila tuimanenge nikana wisekuilia ni matekeleza simisu na ndu ituamina na kwikia saina mona wani mondi masovyo mokataba wongi kana performance contracting masaini katikati wa ministers na chief officers na wili kwa directors na tuwele yuko ya deputy assistant director maka seovya indicate performance appraisal. Nilivote ablingwa Movombo Tongo TV ni Onesmus Chalo. Tuilekania na maovuasu ulona mwene kivila wanzama ya budget mbungeni nene muyumbe wa Kiharu Ndindi Nyoro ni watu la mutisi likali kwa kuambatia mauta ma petrol diesel na mauta mata na dhowa wakatikati wa silingi na kubika silingi kenda aiwetaka na mauta ni mathe yedho wandhi sianza kuma mwakani mwitu na yusi likali ya muye kuvinye ya mwene ndi kwisila kwilila koti mweo mautani na nicho kitumi madhowa ama ambatie
Muvea wa kulunga mathoa ma mauta EPRA wetie mathoa mambatitwe ni kwamba twakwathwa wa mauta sokoni cianthi cianza woni ula nyoro ukuwetwa ni uvungu muthei kwi mwene nthi Benjamin Mwake na mauvo. Because we want to be clapped for today. Nyoro eweta kwambata kwa mathoa kuyumanitwo na kwambata kwa thei wa mauta nthi cianza eweta woni uvungu ni kwithwa mauta mathe yetene muno mwaino wa thanthatu mwaka muvitu. We saw the fuel prices going up yesterday drastically, and the explanation that was given by government is not accurate, because blaming the global oil prices is falling short of what the reality is. Because last year, for the last 1 year, the highest fuel prices we have seen were actually in June 17th of 2024. And in this calendar year, the highest prices we have seen were actually in January. Muyumbe wa Kiaru heweta thoa wa mauta wambatitwe ni koti mbingi mautani aiweta nthini wa kila lita be wa silingi miongo mama ni koti. It is important for us to know that out of what Kenyans pay at the pump in terms of fuel prices, around half of that money is in terms of taxes and levies. Over 80 shillings of what people pay for petrol prices, over 80 shillings goes into taxes and levies. And of what Kenyans pay for other products or fuel other than petrol, over 76 shillings again goes into taxes and levies. In an oil producing country like Kenya, the only tool a government is left with is altering the levies and taxes. This is where the problem is. Ingino waweta thoa uithea thimetukine kwithwa no mwaka mvitu vala koti ungi wa silingi mwanza unongelelo mautani kotula silikali yuthiende kutumia kuosa mikovo minene ya mamilioni ma mpesa mavengini kothuka nyom. The government of Kenya actually added a new levy last year of 7 shillings in the fuel prices. And how the government works is that time when the fuel prices are coming down. Actually, that's the reason why Kenyans never felt the global deceleration of the oil prices. Because it's around that time that the government introduced a secret 7 shillings in fuel levy. That is partly one of the problems why the fuel prices are going up. But the more unfortunate bit is that this year, the government has taken that 7 shillings, taken to the banks as security, and then they have taken a loan of 175 billion shillings. This money is not reflecting in the government books as a debt. And therefore, it can only pass as an illegal debt. Because whatever is not accounted for as a debt, then any other debt is illegal. Na yunyoro weta ni vinda tongo imanene na wasia mukali kukelelia silikali viege kuvinia mwene mbi. The questions I'm asking or the voice I am airing, it is just for the love of the country. Because if we do the same on all the other funds, the government is doing the same in terms of sports fund, we do the same in terms of fuel levy, then where is the flexibility for the governments to make decisions on how to expend their money when the government that is currently there is already spending money in advance? What if the other government that was there did the same, securitized the money in terms of all the taxes? Then what will be the role of the government now? Which decisions would they be making when the money is actually not available? Vilingo mavo kumavamo zinilovi nyenito Benjamin Mwaka. Tuisonga nambe afisa ula ungamite kinando ikundini ya Jumuisha Initiative Ernest Kimilu ni wasakana vena vata wa ene ya ndata silikali sionde ya kaunti na ya kate kunenga makana makundi alamate makisilikali na ndumango ya uleu makwatembau milati ila ikukonya muika nevane kukilia ukwati wa muika na kuolanga ucha ane na kavindani kala ikundi ye yatwaye samovundi sio mauwi kwi muika ndeni wa kimanisio cha chua sini CTTI Caleb Chalo na mauvo. Kimanisio cha kiuvundi cha chua sini County Technical Training Institute kilione mbunge cha Kaiti
Vaamwi kama kionekana kutumia mitambo ya kimatuko anthini wa ouwi kana catering makikwata mauvunde sio mametoke na maekeku kuma kwikundi yemwe eta yake serikali kati wasindula mauvunde wa ne ouwi wa keki donuts na methemba ikiwathukanywa ya mikate amwika ayu alama sovete kikundi mekwatiwa kutumia miyo ila manengeto ni kundi kukuna biasala na kwekethia kanane mali cha sindu sio soko na kuinenga ukwati. Na the main agenda, the reason as to why tuko mahali hapa ni kwa sababu we want to offer skills to the learners and especially the people who have that zeal to do baking. So we are basically in this particular place to offer some skills and the skills that can be used outside there to help our youth in this locality, especially in the entire Ukia ward. Ama kienda serikali leni unengana mevuthia otethio kwa ikundi kwamba kosa kikundi ta kicho na kilaki kwatete mauvundi sio kuma kwa ataalamu na otai yulo kuni wa biasala na mbesa. Neasia nini skills twende no soma baba ithi kana nyejuta mundu na ningwambia my own business kana natu soma twambia business itu kwa keki tukata tasia birthday ila kwina harusi tukaua na donuts bado tu supply nye ubando wa papa ini sikuga plain cake na donuts. Kuna ingine inaitwa marble cake au itana vitu ne kana tio kuja ndima kala mena ngosi wala matutetesie na machines na maitu facilitate chende se biashara witu nikenda wivi in future tira teba lati ikundi leta ya kiserikali ya Jumuiya Initiative ilani yoitwa isi muradio kwesela avisa wake na nduwo netikimilo nemenda ndo mangoyo la serikali sionthe ya mutiyuko na wakati kutungiania vina na kukwata mbao miradi yonthe iniokonya kukilia muika enda ko place a call kana ko request all stakeholders within this community because we've different stakeholders in the community itself, in the county, national governments, we've got other well-wishers to in business community and other private sectors, individuals. Alama tenyeko, alama ona ama ndomosi, alama ende na makatele ya kuondoa kuweka partnership kwa ikundisia mwika nikenda ikaende na kuyana. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Maovo. Na ndi musaisha mwendwani saina satilikanda tika muonza muthia wa Vilingi wa Maovo waita waninye Caroline Mweni wa Muteti ndi utungia muvya ni kwithiwa watambanya na itunthini wa Vilingi wa Maovo nethiwa nditethia ni ciana keteresia mwende na kwa vamwe tuikwende utukwa kwa ila.